ni Creators Day na nimeweza kuhudhuria event hii hapa na niko na brother hapa. Habari za mchana? Salama ndugu yangu. Unaendeleaje? Salama. Unaweza kutuambia majina yako? Kwa majina naitwa Mika Chavala. Maarufu kama Swahili Nation. Okay, labda ningependa kujua kitu kimoja kutoka kwako. Wewe ni moja kati ya content creators ambao wamewin international market. Labda ni strategy gani ambazo umezitumia mpaka kuwin? Kwa kweli mimi cha kwanza nilichokifanya kwanza ni lugha, naweza nikasema, kwa sababu international audience wengi hawafahamu Kiswahili. Jina la channel yangu Swahili Nation, so obviously ninatangaza Kiswahili, lakini natumia lugha ya Kiingereza kwa sababu nilikuwa na target kupata audience wa Kiingereza. Cha pili ni kuwa professional katika kila kitu ninachokifanya. Yaani kwa mfano kama ukienda YouTube yangu channel utakapoiona thumbnail inasema kile kitu utakachokiona kwenye ukiclick video. Na ukianza click video unapata material kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo ndio ilinisaidia sana kupata attention ya audience kutoka nje ya Afrika. Okay, kuna content creators ambao wanataka waanze kesho au wameanza jana. Una ushauri gani kutoka kwako, yani kuwafikia wao kwenye ikeli ambao wameweza kuifikiria kuifanya kwa wakati huu? Ushauri wangu ni huu: kwanza inabidi ujiandae. Yaani kujiandaa ni ile hali ya kuhakikisha kwamba una content every week au kila siku. Yaani utategemea, mimi nimesema kwenye presentation yangu kwamba nilikuwa na upload kila siku video 4. Si ndivyo? Kwa hiyo nilikuwa natumia muda mwingi sana kujiandaa kuliko kutengeneza video. Kwa ukishajiandaa maana yake utakuwa na content na utakayo share, at least watu yana wanajifunza kitu kutoka katika kila ambacho na share. Kama ni entertainment, watu watafurahi; kama ni education, watu wanaweza kujifunza pia. Kwa hiyo kujiandaa ni kanuni ya kwanza katika maisha yangu, ni principle ya kwanza. Ya pili ni naita details. Ya kwanza ni preparation, ni maandalizi. Ya pili ni details. Details ni zile sijui nisemaje kwa Kiswahili, ila ni vile vitu vidogo. Yaani exactly. Yaani kwa mfano hapa hivi naweza nikasema hii hapa labda haijakaa vizuri, haijanyoka, ngoja niinyoshe. Si ndivyo? Mtu mwingine anaweza asione vile, lakini ukishafika kiwango cha kutumia sana details kinakutenganisha wewe na group ya people wengine. Yes. After tatu ni time. Sema time kwamba time ni maisha, yani muda ni maisha. Ukipoteza muda unapoteza maisha. Muda sio hata sio fedha, ni maisha, right? Kwa hiyo sasa kwa kila kitu unachokifanya unahakikisha kwamba I'm on time, nafanya hicho on time, inasaidia sana. Afu cha mwisho ni decision au wanaita maamuzi magumu. Maamuzi magumu ndio ile kwamba isemi nataka niwe tofauti. Sitaki kuwa kama mtu mwingine yote. Kwa hiyo lazima nipitie njia tofauti. Mambo ambayo watu wote wanafanya, mimi inabidi nifanye vitu ambavyo sio wote wanafanya. Huo ndio tofauti. Mambo ambayo sio popular sana, mimi nafanya hayo. Hiyo ndio inanitenganisha. Kwa hiyo watu wakipay attention kwa watu wengi, ni vigumu sana kuniona mimi unless niwe na nguvu kama hao walio hapo juu. Lakini nikijitenganisha ni rahisi sana watu kuniona mimi na kunisupport kwamba sasa yule mtu anafanya kitu tofauti. Kwa hivyo vitu ukifanya kimsingi unaweza kufanikiwa. Okay, swali langu la mwisho ni moja kati ya kitu ambacho kina trend sasa hivi. Kuna kitu ambacho Waziri Mkuu juzi kakiongea kwamba vijana wengi wa degree wakitoka degree wanaweza wakaingia VETA kuongeza ujuzi na vitu kama hivyo. Wewe kama content creator, labda una neno gani juu ya hiki kitu? Kwa kweli ni initiative nzuri sana kwanza serikali inachokifanya, kwa sababu ulimwengu wa sasa tulionao, mimi naamini hatutumii sana akili za darasani, ila tunatumia akili za vitendo. Na VETA ni sehemu ambayo unafundishwa kuishi kwa vitendo, na hizi ni skills ambazo zinahitaji. Mimi nimesoma uchumi, nimesema, lakini sasa hivi sifanyi chochote kinacholingana na uchumi. Kwa nini? Kwa sababu ya skills. Ulimwengu tunaoishi sasa hivi unahitaji ujuzi wa kujitegemea nje na darasa. Kwa hiyo vijana wa masters degree whatever, nendeni VETA mkasome, ni muhimu sana. Bana, Boka tuambia twende VETA. Kwa swala la VETA bado liko pale pale. Shukrani sana.